Ujue nimekuwa nikifikiria sana kuhusu utamaduni wa fikra uliopo kwenye vichwa vingi vya Watanzania kwamba Tanganyika imepata uhuru bila kumwaga damu. Mkwawa alimwaga nini, Kijikitile alimwaga nini, na askari wale wote waliokuwa wakipigana walimwaga kitu gani? Lakini nataka utambue kwamba ndio kihistoria walipigana vita, lakini walikuwa wakizipigania nchi zao tu basi, na sio. Unatakiwa ujue pia hakukuwa na sehemu inayoitwa Tanganyika. Hakukuwa na sehemu inaitwa Tanganyika, kulikuwa kuna ardhi ya Tanganyika, na ardhi ya Tanganyika ilikuwa ikiongozwa na hao watemi au machifu katika himaya tofauti tofauti. Kwa hiyo walipigania himaya zao, wangekomboa himaya zao zote, maana yake ardhi hiyo ya Tanganyika ingeshapata uhuru, ambapo ndio tungesema nchi labda ya Tanganyika. Ukumbuke mipaka ya tunayoita hii Tanzania sijui Tanganyika imewekwa na mkoloni mwenyewe ndio aliyoiweka. Kwa hiyo kwa kusema hivyo unamaanisha kwamba na tunaweza tukaziweka zile damu za kina Mkwawa kama moja ya watu ambao wamemwaga damu za ndizo damu pekee zilizopigania uhuru. Kwa hiyo ndizo damu ambazo zinatakiwa kuonyeshwa zimepigania uhuru wa Tanganyika kwa ujumla, kwa sababu zimemwagika katika ardhi ya Tanganyika zikipigania uhuru wa Tanganyika, kumuondoa mkoloni Tanganyika. Kwa hiyo kusema kwamba Tanganyika imepata uhuru bila kumwaga damu, hii unaizungumza vipi? Hiyo ni uongo, kwa sababu tunaondoa uwepo wa Mkwawa, tunaondoa uwepo wa Kijikitile, ni uongo kiufupi.